Asante mtakatifu Baba mbinguni, Mungu Mwenyezi, kwa sababu umetukusanya mahali hapa kwa makusudi mazuri sana ambayo wewe umekusudia kwamba utufundishe katika siku ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo tunaona wazi namna ambavyo unakwenda kutuelimisha kuhusu ni jinsi gani ambavyo tulio wengi sasa tumeshikwa mateka na ulimwengu huu badala ya sisi kuubadilisha, sisi tulio wana wako, tulio kujua tangu pale ulipotujalia neema ya kukujua, tangu pale ulipotuokoa ukatufananisha na wewe kwa mwenendo, baada ya kuwa umetukomboa kutoka katika dhambi, baada ya kuwa tulikwisha potoka ukarudi tena kutukarabati. Sasa mtakatifu Baba mbinguni, tunakusihi kwa rehema zako na neema yako, Mungu wetu, utujalie kuwa na akili za kusikia na kuelewa kile kitu unachotaka kutufundisha siku ya leo, ambacho makusudi yako kabisa umedhihirisha wazi kwamba ni kulikomboa kanisa lako, ni kuuokoa uzao wako, ni kufanya mapinduzi dhidi ya ibilisi shetani ambaye ameweza kujikokotea watu karibu wote kwako, na hata akalishika mateka kanisa lako na kuweza kulitumikisha anavyotaka, kwa sababu ya ujinga wa wanadamu, kwa sababu ya mitazamo midogo ya watu, kwa sababu ya tamaa mbaya za watu, kwa sababu ya watu wengi kupenda uwepesi, na huo uwepesi ukawasababishia kuelekea kwenye kuangamia. Mtakatifu, tufanye tayari kusikia kiroho na kimwili, na kuona kiroho na kimwili, na kuelewa, na kutujalia kudumu katika ufahamu ambao unatupatia, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amina. Yesu Kristo siku ya leo ana makusudi mengine mapya muhimu sana kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya uzao wake wote pembe zote za dunia, kwa kila anayejaliwa neema ya kufikiwa na ujumbe huu, ana kwa ana, live na katika mtandao. Mkao wa kupokea. Fungua application yako ya kushare. Kama unatumia infrared, weka infrared. Kama unatumia Bluetooth, fungua Bluetooth. Kama unatumia flash share, open your flash share. Open any of your sharing application. We are going to share. Tunakwenda kushare, tunakwenda kuchangia, kushiriki ule ufahamu ambao Mungu anauleta kwetu. Sote pamoja tunapeana, tunarushiana. Kama wewe unatumia kizenda, washa kizenda yako ya rohoni. Fungua Bluetooth yako ya rohoni. Washa infrared yako ya rohoni. Switch on your flash share spiritually. Holy Spirit anakwenda kushare na wewe ufahamu kuhusu jambo hili. Ni nini Roho Mtakatifu anataka kuzungumza na sisi leo? Anataka kutufundisha kuepuka kujifananisha na ulimwengu huu, kuacha kujifananisha na watu ambao hawajamjua Mungu bado, kuacha kujifananisha na watu ambao walikuwa wanamfahamu Mungu lakini wameamua kumsaliti na kumwacha makusudi. Anataka kutufundisha kuacha kujifananisha na watu ambao ni wapagani, kuacha kujifananisha na wapingaji wa Kristo ambao wenyewe wanakijua wanachokifanya, wanajua kwamba tuko katika njia zisizo sahihi. Na sasa na wewe ambaye
usingependa kuwa kama wao, usifanane nao bila wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndilo somo tunakwenda kutafakari, Roho Mtakatifu akituletea maelekezo ya kujua ni wapi tumepotoka na turekebisheje, tuweze kurudi katika laini yake, tufanane na waliompokea kweli kweli, sio nusu nusu, wala robo robo, wala robo tatu. Hakuna. Tunakwenda kusikiliza Yesu Kristo anatuambia nini, Injili inatuambia nini kuhusu jinsi ambavyo wewe ambaye una chembe na moyo wa kutaka kumpenda Mungu na kumtumikia na kumheshimu, au wewe unayejiita mfuasi wa Kristo au unayeitwa Mkristo, wewe ambaye unaupenda Ukristo, wewe ambaye unaupenda utakatifu, unatamani kutembea katika utakatifu katika maisha yako, wewe ambaye uko katika safari ya kwenda mbinguni, wewe unayeuvizia, unayeunyemelea ufalme wa mbinguni, uweje uepuke nini? Ndicho Roho wa Bwana anakwenda kuzungumza na mimi na wewe leo. Haleluya. Sikiliza, tega yote ya rohoni yatege, ya mwilini yatege, yote haya na yale yasionekana haya. Tazamisha haya, utazamisha na yale ya hapa, uone na usikie na uelewe. Haleluya. Nimesema kinachokwenda kujadiliwa leo ni pointi nzima ya jinsi ambavyo inamsikitisha Mungu kuona watu wanaoitwa kwamba ni wake, ni wa Kristo, ni watu waliookoka, wanajifananisha mienendo yao, maisha yao, wasifu wao, sifa zao, tabia zao, matendo yao, njia zao hazina utofauti na wale wa Shetani, wale waendao motoni. Kitu ambacho kinasikitisha sana na kinaumiza. Tutaanza kwa kusoma neno la Mungu. Fungua kitabu cha Waumini. Ndio waumini wenyewe. Fungua kitabu cha Warumi. Waumini Warumi. Twende katika sura ya 12. Hatutakwenda mbali tukishafika hapo. Hebu fungua sura 12. Halafu nitaanza kusoma kwenye mstari wa kwanza, lakini nitaishia kwenye mstari wa pili au wa tatu, lakini tunachokwenda kukizungumzia kimetulia kwenye mstari wa pili. Warumi 12:2. Nitasoma kwanza mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari wa pili. Maana msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na
ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaenda hata mstari wa 3. Naishia hapo. Paulo anatangulia kwa kuambia hawa ndugu zetu wa hapo Rumi. Hapo nadhani mnapafahamu Rumi, kule ambapo kuna hata Vatican, kule ambapo kuna hata makao makuu ya kanisa la Roman Catholic kule. Ndugu yangu Bwana Paulo, mtumishi wa Mungu mzuri ambaye anapendwa na kila Mkristo, anawasihi kwa upendo, ndugu zangu, nawasihi kabisa kwa huruma zake Mungu. Unaona, hili swala analileta kwa huruma, anawaonea huruma, kwa maana anawaangalia mienendo yao haiendani kabisa na jinsi impasavyo mtu ambaye amempokea Kristo. Aliwaona Warumi, japokuwa wamekwisha pokea neema ya wokovu kutoka kwa Kristo, hawafanani kabisa katika tabia zao za maisha ya kila siku, mienendo yao. Yaani hawaendani kabisa na watu wanaoitwa kwamba ni waliokombolewa na damu ya Kristo. Hawafanani na watu ambao walishaipokea ile neema ya Golgotha. Hakuna kabisa. Akiwacheki anawaona hawana tofauti hata kidogo na watu wa mataifa. Unaona hilo? Kwa hiyo Paulo moyo unamuuma kwa ajili ya Warumi. Na hii leo ni kwa ajili yako. Paulo moyo unamuuma kwa ajili yako. Akikutazama anaona kwamba wewe haufanani wala hauendani, hata haulandani na mtu ambaye amempokea Kristo. Haufanani kabisa na mtu anaitwa kwamba ameokoka. Yesu Kristo na Paulo mtume na Jefta Emanueli wanakuonea huruma, kwa maana hauendani. Mtu ataki kutazama maisha yako ya kila siku, mienendo yako haina sura wala wasifu ile karakteristic au karakta ya mtu ambaye amempokea Kristo, au mtu ambaye ameokoka, au mtu ambaye alifiwa msalabani na Yesu Kristo akaitwa kwamba amekombolewa. Hapo ndipo pointi iliposimama. Huu ni msingi wa neno letu la leo. Tega yote, sikiliza Roho wa Bwana anataka kusema nini na wewe. Unapata concept iliyopo hapo? Unaelewa nini kiko kinaongelewa hapa? Ina maana ukiangalia katika mstari wa 2 anaposema kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Ina maana Paulo mtume aligundua, aliona kabisa iko live. Kila aina ya uovu, kila aina ya sifa mbaya inaonekana live, wazi pale Rumi. Aliona pale Rumi kwa sababu alikuwa yuko anahubiri pale Rumi. Kwani akija wewe hapo kwenu, hapo sijui ni Nyarugusu, hapo sijui ni Dar es Salaam, hapo sijui ni Nairobi, hapo wapi Bujumbura, akija hapo Rumonge, akija huko Nyumbigwa, huko Masasi, hapo Mbeya, akija hapo Washington DC,
acha tusemeshane ule kweli. Aje hapo Toronto, popote hapo ambapo wewe upo, akija Paulo saizi hata kuta hali aliyoiona pale Rumi, hata ikuta. Ndio maana nasema leo anakuambia wewe, usifikirie kwamba haya mambo ni ya Warumi. Haya mambo ni ya kwako wewe. Wewe leo hii, wewe ndiye Mr. Rumi, wewe ndiye Miss Rumi. Unaambiwa kwamba usifuatishe namna ya dunia hii, kwa sababu Mungu amekutazama, ameona, ametambua, amegundua kumbe wewe maisha unayoyaishi, japokuwa ni Mkristo, wewe unaifuatisha namna ya dunia hii. Yani wewe ni bendera fuata upepo ya dunia hii. Yani dunia imekufanya wewe kuwa bendera. Dunia ina upepo unavuma, ukipuliza kuelekea mashariki, na wewe unapepea kwenda huko mashariki. Ikigeuzia huko magharibi, ikipepea, na wewe unapepea unaelekea huko magharibi. Ikienda huko kaskazini, upepo ukielekea huko, na wewe unapepea hivyo kaskazini. Ikishuka ikaenda kusini, na wewe unapepea unaelekea kusini. Wewe, ina maana dunia ikileta fashion fulani ambayo unajua viji fashion hivi mara nyingi tu ni vya dunia. Hivi fashion ya Mungu ni ipi? Neno la Mungu linasema kwamba Mungu habadiliki. Kwa hiyo huwezi kumfashioneti Mungu. Huwezi kuleta mambo ya fashion kwamba mwaka huu fashion ya Mungu hivi. Fashion ya mwaka jana ilikuwa hivi. Mwaka kesho fashion itakayokuja itakuwa hivi. No. Mungu kwanza vyake havi-expire. Siku zote vinabaki kuwa ni genuine. Ni viko modern every day. Hauwezi kuvi-update. Hakuna fashion kwenye Mungu. Yeye ni yani ever update. Ndio maana Injili ilivyohubiriwa kale ndivyo inatakiwa kuhubiriwa na sasa. Mafundisho yalivyofundishwa tangu zamani, jinsi alivyofundisha Kristo, ni vile vile, hakuna mabadiliko. Ndio maana kilichosemwa kuwa ni dhambi zamani kinabaki kuwa ni dhambi. Kilichosemwa kwamba ndicho kitakatifu kinabaki kuwa ndio kitakatifu. Kwa hiyo vya Mungu havibadilishiki. Sasa dunia ikileta vyake, wewe unafuata. Ikileta vyake unafuata. Kwa hiyo wewe unaifuatisha namna ya dunia. Dunia ikileta mambo yake unafuata tu. Mienendo ya dunia hii iliyopo, wewe ndiyo inayokupeleka, inakuendesha. You are being driven as a car. Yani unaendeshwa tu kama gari. Dunia inakukamata, sijui usukani kwako hapo ni wapi, kama ni kichwa, kama ndio hiki hapa, inashika, inazungusha, inakupeleka. Sijui kama accelerator yako iko wapi, ikitaka kukanyaga accelerator, nadhani nakanyaga kwenye unyayo wa mguu wako. Ikikanyaga, ikifinya hivi, ikipunguza speed na unapungua, ikiongeza speed na unaongeza speed. Ikitaka kuweka breki, sijui labda inakanyaga hapo kwenye kitofu, inafinya hivi, una stop. Uko hivyo. Ndio Paulo akawaona Warumi wako hivyo. Akasema, what for? Kwa nini? Onyo kali sana. Hii Injili ya leo ni ya onyo. Ni onyo kali. Kwamba acha kuifuatisha namna ya dunia hii. Usijifananishe na wa dunia hii. Usijifananishe na dunia hii. Wewe si wa dunia hii. Kama umeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo, wewe duniani ni mpitaji kwenu mbinguni. Kwa hiyo jifananishe na wa mbinguni. Usijifananishe na wa dunia hii. Ukijifananisha na wa dunia hii, ina maana unafanana na washukao kuzimu. Pole, ila hongera, kwa sababu kuanzia leo nimeona utapokea uponyaji wa roho kupitia Injili hii.
hautaendelea kuifuatisha namna ya dunia hii, kwamba msiifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo wewe unaaswa kwamba ujilinde na namna ya dunia hii, upepo wa dunia hii. Utafakari, tutaenda kuangalia dunia hii ikoje, ni ya namna gani. Tutaangalia, tukishaona dunia hii ni ya namna gani, ndio uelewe Paulo alimaanisha nini, kwamba yale mambo yanayomfanya mtu kuwa amefanana na wa dunia hii uyaache, halafu ufanye hii ambayo ameisema kwamba ugeuzwe kwa kufanywa upya, ubadilishwe, usiwe tena mtu mwenye namna ya dunia hii, usiwe tena mtu mwenye kufuata namna ya dunia hii, usiendeshwa na ulimwengu huu, usifuatisha tabia na mienendo ya dunia hii. Kwa hiyo ufanywe upya nia yako, ili nia yako sasa iwe ni ile ya kumpendeza Mungu. Yaani mahala popote unapokuwa unakaa kutafakari, nimpendezeje Mungu, nimpendezeje Mungu, nimpendezeje Mungu, ni kipi Mungu hapendi, Mungu anapenda nini? Iwe ndio nia yako, kama jinsi Daudi alivyosema kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, ya kwamba nikae nyumbani mwa Bwana siku zote, nilitafakari neno lake hekaluni. Aliifanya hiyo kuwa nia yake. Huo ndio kama mfano. Na wewe useme kwamba nia yangu ni kuokoka, nia yangu ni kuupata uzima wa milele, nia yangu ni kutenda mema, nia yangu ni kumpinga shetani na kazi zake zote, nia yangu ni kupambana kutafuta uzima wa milele, nia yangu jazia basi zile nia njema njema, zile nia njema njema. Unanielewa? Usiwe na nia ya kumiliki vya ulimwengu vyote, usiwe na nia ya kuchukia watu, usiwe na nia ya kuwa mtu wa anasa, ulevi, uasherati, vitu gani, kupenda maraharaha. Haijalishi kama hayo maraha yanasababisha kumchukiza Mungu, kwamba vitajijua mimi tu nia yangu ni luxury, ambiance, maraharaha. Uache nia hizo, ndizo hizo za kufuatisha namna ya mwili, namna ya dunia. Uwe na nia njema ya kumpendeza Mungu, ya kujua hakika mapenzi ya Mungu kwamba ni yapi, ili uyatende, ili umpendeze, ili uwe mkamilifu. Ndiyo hapo utakuwa wewe haufanani na wa dunia hii, kwa sababu tupo tu hapa hapa si kwetu, kwetu ni huko kwa Baba. Amina. Najua baadhi yenu mlikuwa mmeshasahau, hapa sio nyumbani, hapa ni barabarani. We are just passing by, we are passerbys. Wenyewe wapo ndio hao waliojibinafsisha kwenye dunia hii, wanaifuatisha namna ya dunia hii. Kwa wewe ondokamo katika hilo grupu, waambie kwaherini, kwa kuwa ninyi mmechagua kuwa wa kufuatisha namna ya dunia hii. Ina maana ninyi ni wa dunia hii, hapa ndio kwenu. Ina maana ninyi mmefika, mkijenga majumba hapa inatosha kwenu, kwa maana hamna mnakoenda kwingine tofauti na baada ya hapa tu mtajiendea zenu kule kwingine, kule kunaitwa jehanamu, mwende mkaote kamoto ili baridi ipungue. Lakini kwa kuwa mimi kwetu ni kule sio mwenzenu, hiyo namna yenu mimi simo. Tutaziona hizo namna, ndio zile za kupenda mautajiri, kupenda maraharaha ya mwili. Uko bize na mwili, roho umeichupilia mbali, umeisariti, unaitengenezea mazingira magumu, ambayo hiyo roho ndio imeshikamana na wewe wa kweli. Maana wewe wa kweli uko ndani yako, ndiye yule mtu wa ndani.
Kwa hiyo unamsaliti mtu wa ndani ili aje kwenda kuishia katika shimo la moto. Hiki kimtu chako hicho kiwewe cha nje ni kiwewe tu, hicho kivumbivumbi hicho unachokipa raha, unaona kama vile ndio sasa umemaliza. Kama natembea kwenye vijimagari vya mamilioni 200, milioni 700, unaona wewe ndio wewe, kumbe kinakudanganya. Unakifurahisha hicho kijedwari hicho mimi huwa nakiita housing. Ni housing. No, hata sio housing, ni cover. Kwa maana kama wewe ungekuwa ni simu, ni hiki unachovalisha tu juu ili kianguka chini siumie sana. Unakiburudisha, unaona kama yani sasa ndio umemaliza. Pole. Tutaangalia jinsi ambavyo tabia ya kuruhusu kuendeshwa na ulimwengu huu ni upumbavu uliopindukia. Yani ni aina ya utahira, ni upofu, ni ujinga, ni upumbavu. Hata sio ujinga, wajinga samahanini, nilikuwa nawaonea. Ni upumbavu, iko upande wa upumbavu. Kanisa liko kama vile limechanganyikiwa sasa hivi. Yani utasema limepungukiwa labda na akili. Utasema ni yani kanisa, yani utasema sasa halina hata fikira au ufahamu. Unakuta watu ukweli kabisa, yani ni waumini kabisa, unanielewa, lakini ni warevi au waumini lakini ni wezi. Unakuta ni waumini lakini ndio hao wanashinda wanatembea uchi, lakini wanaitwa ni waumini. Hizo zote ni namna za dunia. Mtu ni muumini au ni mtumishi labda wa Mungu kabisa, lakini ni mchawi. Unajua kuna mtu anaitwa ni mtumishi wa Mungu lakini ni mchawi. Huwa tunawagundua mmoja mmoja siku baada ya siku. Hatuwaambii, ila unakuta ni siri yetu. Unajua hapa duniani hakuna siri, ndugu zangu. Wanaweza kacha kukuambia tu kwa sababu wewe unajulikana ni pastor au ni mwalimu wa kanisa au ni mwinjilisti au ni mhubiri, ila wamekwisha kujua wewe ni mchawi. Hawatakuja kukuambia kwa sababu wanakare ka hofu ka heshima ka ubinadamu. Wanakulindia tu hiyo hadhi, heshima, lakini wanakujua ni mchawi. Wanakujua kabisa wewe ni mshirikina. Wanakujua wewe ni mlevi. Wanakujua kabisa wewe ni muhuni, maraya, lakini ni pastor, ni mtumishi wa Mungu. Unaitwa mtumishi wa Mungu, hapo hata sio mtumishi wa Mungu. Au labda ni mtumishi wa Mungu ndio, kwa sababu matunda ya kazi ya Mungu unayofanya yanaweza yakaonekana kwa sababu watu unaowahudumia hawakujui na injili unayohubiri na wasaidia, lakini wewe hatima yako huko mbele baadaye Mungu atakwambia wewe haukuwa mtumishi wangu. Sana kugeuka tu. Kwani utamwambia nini? Sikilizeni wapendwa. Unakuta mtu ni muumini mzuri kanisani, lakini kila siku yuko kwenye vikao na shetani kutokana labda na miradi yake ya kimaisha. Analazimika kwenda kwenye vikao na shetani ili afanikiwe katika miradi yake. Saa nyingine labda hata mtumishi, hususan kama wale wanaoitwa watumishi wa Mungu, ili napendeka kusema mara kwa mara, lakini kumbe hata uwezo wa kuhudumu hapo wanaupata kuzimu. Unakuta kila siku wana vikao na shetani. Hata maadili mema unakuta hayazingatiwi tena ndani ya makanisa. Chunguza tu utaona. Yani ni aibu. Utakuta hata zile staili chafu za kishetani za duniani zinaletwa mpaka kanisani. Staili tu za aina mbalimbali, hata katika mambo labda ya uvaaji, mpaka kanisani. Hatari sana.
Jamani, inasikitisha sana kuona waovu, wale wanaojulikana kwamba ni waovu, hawamjui Mungu, wanaitwa kwamba labda ni wapagani, wale ambao kabisa tumezoea kusema kwamba yule hamjui Mungu kabisa, wale ambao sasa wanajulikana kabisa, kama tutasema wenyewe wana certificate, wale ambao wanajulikana kabisa, wale ambao hawajifichi. Yani hawawezi hata kuona wala kuchuma matunda ya aina yoyote kwako wewe unayeitwa Mkristo. Si ni aibu sasa hii? Hii inasababisha hata kanisa lisiweze kukua. Inasababisha watu waliopotea ambao hata hawajuagi au hawajui kujua kwamba Mungu ni nini, wokovu ni nini, Yesu Kristo ni nini, uzima wa milele ni nini, mbinguni ni nini, ni kitu gani, wangetakiwa wajue kwako wewe. Ndio maana hili neno la Mungu linakuja leo sana liko rasmi kwa ajili ya watu wale wanaoitwa kwamba wanamjua Mungu. Unakuaje taa ya ulimwengu? Unakuaje nuru ya ulimwengu? Unakuaje chumvi ya ulimwengu? Ili kusudi watu waonje kwako, waone uzuri wa Mungu. Wanaonjaje sasa? Au unawamulikiaje sasa? Iwapo wakikutazama wewe unayesali, au wakikutazama wewe unaitwa mtumishi wa Mungu, hawaoni tofauti kati yako wewe na wao. Kwanza wakisangira wakianza, yule si ndio anasema ni mchungaji? Mbona sasa maisha yake na mienendo yake, mbona kama vile ni afadhali hata mimi? Mbona ni kama afadhali hata mimi? Mimi ni mlevi, mimi ni mhuni, mimi ni mchawi, lakini nikiangalia mienendo yake yule, ni kama vile afadhali hata mimi. Ndio hii inayomaanisha. Tutaona namna gani ambavyo Mungu anachukizwa na mambo haya. Hii ndio maana tutaona huku mbele kwamba Mungu anachukia kwa sababu tunamtukanisha sisi wa Kristo, sisi tuliookoka, sisi watumishi wa Mungu, tunamtukanisha Mungu kwa sababu ya matendo na mienendo yetu. Ndicho Roho Mtakatifu ametaka kuongea leo. Ni kama kutusuta na kutupa angalizo. Tubadilike. Unanielewa vizuri? Wasi wa Kristo hawajifunzi chochote kile kwako, ambao hawajaokoka hawajifunzi chochote kwako uliokoka, hawajifunzi chochote kwako wewe unaitwa muumini, hawajifunzi chochote kwako unaitwa Mkristo. Wapagani na wale watenda dhambi walioshindikana kabisa, wale ambao yani hawajui hata nini maana ya Mungu kabisa, hata usiwaeleze, wangetakiwa wajifunze kwako. Hawaoni chochote cha kujifunza kwako. Wewe ni barozi kweli? Wewe unaweza ukapata hukumu kubwa kuliko watakayoipata hao, japokuwa mara nyingi unapendaga hata kuwa hukumu, nasema alile nilishapotea. Kumbe wewe mbele za Mungu ni chukizo kuliko hata wenyewe wale. Wangetegemea waokoke au kubadilika kwa sababu ya mienendo yako mizuri. Sasa wewe ni pasta lakini tuma za umaraya kila siku zinakuelekea wewe. Wewe ni pasta au ni muumini kila siku hukosekani kanisani wewe, lakini unajulikana kabisa unakunywa pombe kwa uficho, lakini watu wamekwisha kugundua ni mlevi. Wewe wamekwisha kugundua biashara yako unafanikiwa kwa sababu za ushirikina. Wamekwisha kugundua hata watoto wako waliokufa wewe ndio uliwaua ili ufanikiwe. Sasa watu wakokaje? Wanasema hata pasta fulani aliua ili afanikiwe. Alitoa kafara mtoto wake. Sasa yani itakuwaje mimi ndio nisitoe? Wewe angalia. Kwa hiyo hii ina tabia ya kupelekea watu wasione hata sababu wala maana ya kuokoka, kitu ambacho ni kibaya. Inatakiwa matendo yako, wewe Mkristo, wewe mtumishi wa Mungu, matendo yako na mwenendo wako, wasifu wako, your character, ndivyo vihubiri kuliko hata wewe kupanda jukwani kuhubiri. Watu waokoke au watu wamtukuze Mungu kwa sababu ya mwenendo wako, sifa zako, character yako wewe. Unaona hiyo kitu? Inahubiri kuliko unavyoweza ukahubiri wewe kwa kinywa chako. Unanielewa vizuri? Unamwelewa Roho wa Bwana anachokiongea na wewe saizi? Mshukuru. Badilika. Tubu, uache upumbavu wa aina hiyo.
upuzi, ujinga uliopindukia unaokupeleka kuzimu kwa sababu ya uzembe wako wa kutojua, wakati hujui hata siku wala saa ambapo wewe utatoweka. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 16 kinasema hivi: nuru yenu iangaze wengine waone matendo yenu mema, ili wamtukuze Mungu aliye mbinguni. Nuru yenu iangaze. Nuru ya wakina nani? Wale ambao tayari walikuwa wamekwisha fundishwa neno la Mungu, wakalipokea na wakalielewa vizuri, wakaitwa kwamba ni wafuasi wa Kristo. Ndio hao wakaitwa ambao tunasema kwamba wanaitwa waliookoka, wameokoka. Nuru ile elimu aliyoipata ikawaletea wokovu, kule kuokoka kwao ndio kunaitwa nuru. Ule ufahamu wa kiroho uliomo ndani yao, ule uelewa, wanajua kila kitu, wanajua mema na mabaya, hiyo ndio nuru. Kwa hiyo nuru, hiyo elimu nzuri ya Mungu, huo wokovu, huo ufahamu, kule kujua kwao kwamba hili na hili na hili ni dhambi, hili na hili na hili ndilo jema, ndivyo waviishi. Watu ambao hawavijui wawashuhudie wakiviishi, halafu wawaige, waone kwamba maisha anayoyaishi Bwana Eliakim ni maisha mazuri sana. Yale maisha yanampendeza Mungu, na mtu akiishi maisha yale ya namna ile, kwa kweli ni lazima mwisho wake uwe mzuri. Na mimi nataka vile, na mimi lazima niwe kama Eliakim, na mimi ni lazima niwe kama Suzana, ni lazima niige maisha ya Priska. Jinsi Priska anavyoishi ndivyo inastahili, ndivyo inavyompendeza Mungu. Na mimi sitakubali kuishi tofauti na anavyoishi yeye, kwa maana ninaona wivu. Mwisho wake yeye utakuwa mzuri, lakini mimi nisipobadilika na kumwiga, mwisho wangu utakuwa mbaya. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Badilika, uwe mfano mzuri, mfano wa kuiga, mfano wa kuigwa. The paragon. Be the paragon. Become the paragon. A good example to be followed by other people. Kutembea katika njia nzuri za Bwana. Taa yako iangaze, ili iwamulikie watu waige. Let people imitate good things from you. Haleluya. Maandiko matakatifu mali pengi anaenda kutusisitiza kuona jinsi gani ambavyo tunatakiwa kuwa, lakini sivyo kanisa linavyoenenda saizi. Wengi ni Wakristo jina, wengi ni wanaitwa wameokoka, ni walokole jina, matendo hakuna. Sisi tunajua kwamba imani bila matendo imekufa sisi sote. Kwa hiyo kama hauko hivi, imani yako imekufa. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 panasisitiza kwamba tuwe mifano bora kwa yale tunayoyasema, na kwa utii na pendo na imani na usafi. Yaani tunatakiwa mambo tunayoyasema yawe mazuri, ambayo ni mfano bora, na watu wengi wajifunze kwetu kutokana na mambo tunayoyasema. Vinywa vyetu hivi, yale tunayoyanena, viwe mfano wa kuigwa. Tena na kwa utii, kwa maana tuwe na asili ya utii. Ule utii ni miongoni mwa sifa zilizo njema ambazo ni influence factors za utakatifu. Ukiwa mtii, utamtii Mungu, hata amri zake zote 10 utazifuata, maonyo yake yote utayatii, yale machukizo yote yale 6-7 utajirinda hata moja lisikupate, ili usimchukize Mungu. Utamtii Mungu na wanadamu, utaurithi uzima wa milele.
Ukiishi maisha ya utii, ina maana wale wasio na asili ya maisha ya utii watajifunza kwako. Unanielewa vizuri? Na watakuwa watakatifu kwa sababu wamejifunza utii, kumtii Bwana na kuwatii wanadamu, labda na kujitii mwenyewe. Na kujitii kupo. Unanielewa vizuri? Iko hivyo. Haleluya. Utii na pendo na imani. Kuwa na upendo wa kweli, sio upendo ule wa kishetani. Unajua siku hizi hata waasi wanatumia njia ya pendo. Si mnajua kwamba hata mtu malaya au mwasherati wa kike au wa kiume akitaka kufanya uasherati, anapotaka kumshawishi au kumrubuni labda msichana au mwanaume au kijana wa kiume, anamwendea anamwambia, nakupenda, nahitaji kuzini na wewe. Hasemi kuzini, nahitaji tuwe wapenzi. Nakupenda kwa kweli. Unampendaje? Unampenda ili umnajisi, unampenda ili umchafue, unampenda ili kusudi umtendeshe zinaa, ili kusudi umsababishie kuja kuhukumiwa hukumu ya milele. Huo ni upendo kwani? Biblia Takatifu inapoongelea habari ya upendo haimaanishi hivyo. Ukimpenda mtu utamlindia usalama wake wa roho na mwili. Kwa hiyo ukimpenda msichana, kama wewe ni kijana au ni mwanaume, utaepuka kumshawishi kuzini naye. Hata ukimjua kwamba yeye ni mzinzi, unaweza ukamsogelea ukamwambia, au hata ukamwombea, ukamshauri ukamwambia, Bwana, jitahidi kuepuka tabia ya uzinzi, itakuangamiza. Huo ndio upendo. Sio unampenda mtu unamwendea unambembeleza ili mzini naye, ili uzini naye kwamba ndio uko unampa mapenzi. Mpe mapenzi mema ya kutoka kwa Bwana, ya kumpatia neno la Mungu, kumfundisha aipuke zinaa. Mwambie neno la Mungu linasema flee from immorality, ikimbie zinaa, dhambi ambayo inaitwa kwamba ni dhambi dhidi ya mwili wako wewe mwenyewe, ni dhambi dhidi yako, ni dhambi tena dhidi ya Mungu, kwa sababu unalichafua hekalu la Mungu. Wewe ndio utakuwa mpenda. Unaona huo mfano? Hapo nimetaka kukazia kuhusu habari ya pendo. Kwani upendo wa kweli wanasema ukoje? Soma Biblia kuhusu upendo wa kweli. Hauna hata husuda, hauna masimango, si ndio? Upendo unafadhili. Penye pendo pana huruma. Mhurumie mtu kama unampenda. Mhurumie. Muombee hata kama hajui kama uko na muombea. Msaidie kimwili na kiroho. Unaelewa vizuri? Iko hivyo. Ndipo sasa panaongezea kwa kusema kwamba na usafi. Kwa hiyo ili uwe mfano bora wa kuigwa, ili kwamba usiwe mwenye kufanana na dunia hii, au usiwe mwenye kufanana na wa dunia hii, unalazimika kuwa msafi. Uwe unaoga kiroho na kimwili. Ni usafi hasa wa roho. Usijichafue kwa ulevi, usijichafue kwa wizi, kwa sababu unapoiba unajichafua. Usijichafue kwa zinaa. Unaelewa vizuri? Uwe msafi, usiibe hata haki za Mungu. Toa sadaka zote zinazostahili. Usiwe mwizi wa sehemu ya 10 ya Mungu. Unaona? Epuka uchafu wa kila aina. Tumezungumza mifano tu michache. Ukiwa mwasherati, wewe ni mchafu. Tena sasa ndiye wakupindukia kweli kweli. Ukiwa mlevi ni mchafu, kwa maana unamwaga hizo takataka ndani ya hekalu la Bwana. Ukiwa mwasherati unaenda kuzinisha hekalu la Bwana. Ni kama unalichukua kanisa, unalibeba, unaenda unalichovya ndani ya matakataka. Haleluya.
usafi. Usipokuwa msafi, manake wewe unaifuatisha namna ya dunia hii. Sasa hivi uzinzi na uasherati ndio fashion duniani. Ulevi ndio fashion, kwa maana kila siku viwanda vinamimina aina mbalimbali za pombe. Kila siku matoleo. Zinatoka pombe zile ambazo hata ukinywa kijiko kimoja unaanza kutembea, unakula mieleka chini. Unafika nyumbani majeraha karibia ya kumalize. Unamaliza pesa, majeraha na kumaliza, unakosa mpaka na pesa ya kutibiwa. Ni hatari kwa kweli. Ni hatari na robo. Ukiangalia katika hiyo silikuwa ni Timotheo. Tukienda kuangalia katika kitabu cha Tito sura 2 mstari wa 7 mpaka wa 8. Neno la Mungu linatuambia kwamba muwe mfano wa matendo mema, ili hata wapinzani waaibishwe na wakose hata baya la kusema juu yetu. Kwa hiyo wewe unaitwa kwamba ni Mkristo, wewe unaitwa kwamba umeokoka, ili usifanane na watu wa dunia hii ambao sifa yao ni kuwa na wasifu mbaya. Kila wanapita sasa, huyu hovyo kabisa, huyu yuko hivi na hivi, huyu takataka. Sasa ili wewe usifanane na watu wa hivyo, unanielewa vizuri? Hapo kuna kitu nimetaka kuharibu. Nataka nikwambie, kufanana na dunia hii si mpaka uwe mtu ambaye ukipita watu wanasema huyu hafai. Kuna watu ambao ni wa dunia hii ambao hata Paulo hapa anakusudia kuwakemea na kuwakemea ninyi wa Kristo au watakatifu, msije mkafanana nao. Wapo watu wanaofuatisha namna ya dunia hii, lakini wanakubalika. Wapo wanaokubalika na wasiokubalika. Kama yule mtu anajulikana ni mwizi, jambazi, anabomoa majumba ya watu, mtu anajulikana ni kahaba au ni maraya, anashinda na haribu mabinti za watu, anabebesha mimba watoto za watu, hao unakuta watu wanawapigia makelele kabisa. Lakini wapo wasiosemwa wa dunia hii, Paulo nao hawa anawakusudia. Wale watu ambao hata kama wana matendo machafu labda ya uasherati, labda wanafanya uasherati na watu wazima ambao ni kwa hiari yao, na wala hawatasema kwamba wamerubuniwa, ila bado Mungu hapendi. Kwa hiyo hata hao ni watu wa namna ya dunia hii. Ni warevi sana, na Mungu hapendi ulevi. Hawaibi, lakini mali zao zimetoka kuzimu. Si watu wabaya kwa watu wengine, lakini ni wabaya kwa Mungu, kwa sababu wamemterekeza Mungu, wakajikabidhi kwa shetani, kwa sababu mambo yao yote wamejiweka mikononi mwa shetani. Wote hao, neno la Mungu la leo linataka ujiepushe kuwa wa namna hiyo. Watu wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Unapata mfano huo? Tutaenda kuona mengi hapa chini, japokuwa neno la Mungu litakuwa ni refu kidogo, ila hautachoka kusikia, kwa sababu ni mambo matamu. Kwa sababu hata utamu hapa hatujaufikia kuweza kupata concept nzuri, yani nini Paulo alikuwa anakataa. Na chenye Paulo alikuwa anakataa, usiseme ni Paulo, Yesu Kristo ndiye anakikataa. Mungu hataki tabia hiyo ambayo Paulo anaikataa, na mimi sitaki, na kuonya, acha. Na nielewa vizuri? Sikiliza, Tito anatueleza hapa katika Tito ni Tito sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 8 kwamba muwe mfano wa matendo mema, ili hata wapinzani waaibishwe. Kumbe kuna wapinzani. Kwa wapinzani sio kwenye vyama vya siasa tu huko. Unaona, kuna wapinzani wa mambo ya Mungu. Waaibishwe. Tuwaibishe jamani wapinzani.
majeshi yale ya shetani yale, kwamba waaibishwe, yani wakose hata baya la kusema juu yetu. Unajua wapinzani ni washtaki pia. Mpinzani namba 1 ni shetani mwenyewe. Namba 2 ni wafuasi wake, watendaji wake, wale mawakala wa shetani ambao tulikuwa tunawaongelea juzi. Uta Google kwenye YouTube, utafute Agents of Devil au maajenti wa shetani, utaona tuliwazungumzia. Hao wote ni wapinzani, wale wote ambao wanasimama kinyume na matakwa ya Mungu, wale ambao hawapendi ibada takatifu, hao ni wapinzani. Majeshi ya shetani, majeshi ya kuzimu yote ni wapinzani wa shetani, wapinzani wa neno la Mungu, wapinzani wa Kristo. Wakose cha kusema, kwa maana wapo kwa ajili ya kutupinga, wapo kwa ajili ya kumpinga Yehova, wapo kwa ajili ya kumpinga Yesu Kristo, wapo kwa ajili ya kupinga maandiko, wapo kwa ajili ya kuchallenge watumishi wa Mungu, kuchallenge waumini. Unanielewa? Wapo special kwa ajili ya kushtaki. Kwa hiyo ili wakose hata cha kushtaki, basi ndio hivyo tufanye hiki kitu tunachokisoma katika Tito sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 8. Kuwa watu wa matendo mema, kila naye kutazama aone wewe ni mtu wa matendo mema, ili hao wakose cha kusema. Watafute mashtaka sasa ya kwenda kushtaki, wayakose. Au mnapenda kwanza tuanze kuangalia hawa wapinzani jinsi ambavyo wanakuwa. Tuone mifano ya hawa wapinzani. Hawa wapinzani tujaribu kuangalia kidogo. Tuone wanafananaje. Hao. Si tumeambiwa kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii. Sawa? Kwa hiyo tusifanane na watu ambao wameamua, wameshajikabidhi tu kwenye hii dunia, wanaishi tu kidunia. Hao watu wana tabia ya tamaa mbaya za mwili. Ndivyo walivyo. Wana tamaa mbaya za mwili, tamaa mbaya za macho, yani kile ambacho jicho lao limekitamani wanataka tu mpaka wakipate. Na mara nyingi macho haya yanaongozana watu kwenye upotevu. Kila unachokiona unakitaka. Na hapa duniani vilivyo vingi tunavyoviona katika macho yetu vinatupeleka kwenye uovu. Kwa hiyo hawa watu wanaofuatisha namna ya dunia hii wako hivyo, wana tamaa mbaya za mwili, macho yanawatendesha mambo mabaya, tena ni watu wenye kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima, ule ujeuri. Kama mtu anajiona kwamba hamna anachopungukiwa, anajiona kama ana mashamba yake, akitaka chakula anaenda kuchukua shambani anakula. Usimweleze vya kutafuta Mungu. Cha muhimu bora na chakula chake, hakosi nguo ya kuvaa, hana shida. Anajiona na mafanikio. Kiburi. Tusiwe hivyo. Hata kama Mungu amekubariki baraka teretere, zisikujengea kiburi cha kuona kwamba wewe umeshamaliza. Kwa hiyo usifanane na mtu wa aina hiyo. Utakuwa umeifuatisha namna ya dunia hii. Kwa hiyo usifuatishe namna ya dunia hii. Acha kiburi cha uzima. Acha kutumikishwa na tamaa mbaya za mwili ambazo mara nyingi chanzo chake ni kuona. Macho. Watu hawa jinsi nyingine walivyo, hawa tunawaita vipofu.
neno la Mungu linawaita vipofu. Ni vipofu wa kiroho, tena ni wapuzi wa maagizo ya Mungu. Wanajidhania wanajua na hawajui. Ni vipofu. Ndio wale unakuta wanajua labda maagizo ya Mungu kabisa, lakini wanayapuuza tu makusudi, yasije yakawafunga yakawakosesha uhuru. Usifanane nao, kwa maana wanaishi gizani kwa sababu ya ujinga huo. Watu hawa ni wa binafsi, tena hawana subira wala uvumilivu. Ndio wale katika Timotheo wanasema kwamba nyakati za mwisho watakuwepo watu wenye kujipenda wenyewe, wanaopenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Ndio hao ni wa binafsi. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya ubinafsi kwa namna yoyote ile, wewe manake unaifuatisha namna ya dunia hii, kwa sababu hii dunia ni ya wabinafsi. Mbinguni hawaendi wabinafsi. Kwa hiyo wewe kama si wa namna ya dunia hii, epuka ubinafsi. Huu ni mfano mwingine. Lakini pia hawa watu wana tabia za mitazamo ya nje. Hawaoni mbali. Hawawi na mtazamo ule wa ndani wa rohoni. Nadhani unanielewa ninachokiongea. Mtazamo ya nje. Ina maana wale wanakuaga wanatathmini au wanathamini yani kiwiliwili kuliko kuthamini mtu wa ndani. Unajua mtu wa nje huyu, hiki ni kiwiliwili, kama nilivyosema mwanzoni kwamba ili nilikava. Mtu yuko ndani ambaye ndiye nafsi. Sasa hii dunia, watu wengi ambao wamejifananisha nayo, wako bize na hiki kiwiliwili kuliko kuwa bize na mtu wa ndani. Mtu wa ndani ambaye ndiye nafsi yako, yangu, yetu sote hapa, ndiye mtu kweli kweli. Kwa hiyo unakuta nadhani nisonge mengi kwa ajili ya kufupisha. Kwa hiyo hebu pigania nafsi yako, okoa roho yako kwa kuepuka kufurahisha hicho kiwiliwili chako, hayo matope. Mtu wa ndani ndiye mtu kweli kweli, nafsi. Ishi utakatifu ili nafsi yako ipone, iwe salama. Wewe ndiye utakuwa na akili. Ishi maisha ya mbinguni japokuwa uko hapa duniani. Ujiandalie hatima njema. Haleluya. Iko hivyo. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 2. Neno la Bwana linasema kwamba yafikirini yaliyo juu, si yaliyo duniani. Neno la Mungu pale linaanza kwa kusema kwamba kama mmefufuliwa pamoja na Kristo. Kwani wewe haujafufuliwa pamoja na Kristo? Kama wewe umeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo, maana yake wewe umefufuliwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo hutakiwi kufikiri mambo ya duniani, fikiri kuhusu mambo ya mbinguni. Ukiwa mtu wa kufikiri mambo ya duniani, ukiwaza kujenga unawaza kujenga duniani, ukiwaza gari unawaza duniani, ukiwaza uzima unawaza uzima wa mwili, hauwazi uzima wa roho, hauwazi kuhusu utaishi katika nyumba gani huko mbinguni, hauwazi maisha yako huko mbinguni yatakuwaje. Wewe ukiwa hivyo, maana yake wewe ni wa dunia hii. Kama unatafuta muujiza kwa Bwana, tafuta muujiza wa uzima wa milele kuliko kutafuta muujiza wa magari na majumba na pesa. Hivyo ni vya mwili. Hivyo ni vya namna ya dunia hii. Pesa ni za namna ya mwili, ni za namna ya dunia. Ukiwa wewe unatafuta muujiza ya pesa, ina maana unaifuatisha namna ya dunia hii. Nadhani unanielewa.
Ndio maana Biblia nasema jiwekeni hazina zenu mbinguni, ambapo nondo wala kutu haviwezi kuharibu. Sio hapa. Hazina za hapa ni ubatili, ni ubatili, kama kwenye Mhubiri sura ya 4, ni ya kwanza au ya 4. Vyote ni kujirisha upepo. 0 plus 0 is equal to 0 plus. Wewe ndio hivyo. Kwa saa nyingine hata miujiza ambayo tunashinda tunaitafuta, kwa sababu watu wengi hawatafuti miujiza ya wokovu, wanatafuta miujiza ya pesa. Vitu vya mwili ni vya namna ya dunia hii. Ukiwa wewe ni mtafuta miujiza ya hapa duniani, manake wewe unaifuatisha namna ya dunia hii. Ebu mwombe Mungu kukupatia muujiza wa wokovu. Jipeleleze, uchunguze. Ukigundua kwamba kuna namna ambavyo unapungukiwa katika utakatifu wako, mwombe Mungu akujazi, akufanye kuwa mtakatifu kamilifu kweli kweli. Huo ndio muujiza unatakiwa kutafuta. Sema haleluya. Acha kufuatisha namna ya dunia hii. Yale mambo yote yanayoshinda yanahubiriwa, kumiliki pesa, kumiliki gari, kumiliki nyumba, kumiliki ardhi, kumiliki watu. Wewe unataka kumiliki watu, umiliki watu ili kusudi weje? Halafu Mungu abaki na nini? Milikiwa na Kristo, na wewe mwenyewe waombee watu wamilikiwa na Kristo, uwaondoe watu katika miliki ya shetani, uwahamishe waende kwenye miliki ya Mungu, ili watu wamilikiwe na Mungu, shetani abaki hana mtu. Umnyang'anye shetani watu wote, wahamishe kwa Kristo. Piga magoti, fanya hata mafungo, omba kwa Mungu, mwambie Mungu na kuomba, fanya mapinduzi, nyang'anya shetani watu wote ambao amejimilikisha, uwachukue ili kusudi wewe ndio uwamiliki. Kwa hiyo mmiliki wa watu ni Mungu peke yake, hakuna mwanadamu wa kumiliki mwanadamu. Haleluya, piga makofi kwa Bwana. Unamiliki pesa ili kusudi halafu zikufikishe wapi? Unazama katika pesa. Kumiliki. Gari lenyewe mwisho wake linaenda kupata ajali na kusambaza, unageuzwa kuwa maseriseri, madamdamu tu, unaenda kuzikwa manyamanyama tu, inakuwa ni ya kupeleka tu kaburini mwisho wake. Kama unaomba kumiliki, mwombe Mungu akujali kumiliki nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, akupe kumiliki hati ya uzima wa milele. Sio kumiliki ghorofa ya sakafu 200 au 777. No. Sema amen. Miujiza mingi ni ya mwili. Miujiza ya mwili ni sawa, lakini isikudominate, isikutawale, isichukue nafasi kuu katika maisha yako. Ni kweli kama unaumwa ukapokea muujiza wa uponyaji, sema amen. It is correct. Lakini usitawaliwe na kumilikiwa na hisia za mwili sana. Neema ya Mungu ya kutosha. Haleluya. Tafuta kumiliki vya mbinguni, achana na kumiliki vya dunia. Hapa sio kwetu. Waache wenye dunia wamiliki vya dunia. Wewe ni wa mbinguni. Weka hazina mbinguni, miliki mbinguni, miliki nyumba mbinguni. Jaza akaunti yako huko mbinguni. Miliki pesa zako, zitulie mbinguni huko. Siku kienda kama wanahemea huko, ziwe pesa zako za matumizi huko. Haleluya. Saidia wenye shida. Pesa yako yuko kwenye akaunti ya mbinguni. Mungu amekubariki. Jengea nyumba masikini, ukakute jengo lako kuu la ghorofa 7 mbinguni. Kama unataka 14, kama unataka 21, sawa. Zidisha usaidizi wako kwa wenye shida.
ili kusudi ukamiliki mbinguni. Haleluya! Sio unatafuta kumiliki, mwisho unataka mpaka kumiliki watu ambao wewe haukuwaumba. Wewe unamilikije watu? Wewe watu ni miliki ya Mungu. Tena ukome. Shetani anataka akupigishe magoti umuabudu, eti ili yeye akumilikishe dunia. Kwani si tunakumbuka siku ile jamani? Shetani kakamwambia Yesu, eti ukipiga magoti na kuniabudu, unaona hivi vyote hizi fahari za dunia zote nitakupa. Na wewe mwanadamu wa leo, shetani anakufanya hivyo. Tena amefaulu sana shetani. Wengi amewanasa. Anawaonyesha fahari za dunia. Watu wengi wanakimbilia kwenye fahari za dunia. Shetani amewanasa. Mmeshindwa kukumbuka kwamba ni kakipande kama jaribu ya shetani kwa Yesu Kristo, ambako amekakata akasema haka nitakatumia kuwamaliza wanadamu. Hivi Yesu alijaribiwa majaribu mangapi? Katika yale majaribu ambayo shetani alimjaribu Yesu, shetani amechagua hilo moja ndilo alitumie sana katika ulimwengu wa leo, kuangamiza kanisa, kuangamiza ulimwengu. Kwa maana anajua kila mtu anachukia umasikini, kila mtu anachukia shida, kila mtu anataka pesa, kila mtu anataka mafanikio. Kwa hiyo mtu akisikia kuna mahara fulani wakikuombea au ukifanya hivi na hivi, hata kama si kanisani, akisikia kuna mtu fulani anajua mbinu, akikuongoza, akikupeleka mkapita mkaingia baharini, au akakupatia mapembe fulani, utapata pesa mpaka utakosa pa kuziweka. Watu wanaishia huko ndiko kuifuatisha namna ya dunia hii. Pesa itakupeleka wapi? Shimoni tu. Hayo majumba ambayo unapata kwa kuwezeshwa na shetani, hilo jumba ni kaburi. Unaishi ndani ya kaburi, bado uko hai my friend. Kweli mimi nakueleza ukweli. Kama umepata mapesa mabilioni kwa njia za kishetani, za miujiza ya majoka, magodoro unayoralia, mashuka unayojifunika, yani kwa sababu yametokana na pesa za kuzimu, yani ni kama masanda tu yale unajifunika. Mimi nakueleza ukweli. Kama umetoa kafara watu kwa kufa kwa watu, kwa damu zao, ndio umenunua magari, ndio umejenga majumba, unarara ndani ya damu za watu, unatembelea juu ya damu za watu, mafanikio yako yote, mavazi unayovaa ya thamani, damu za watu. Wewe una bahati, una bahati. Tubu. Usifuatishe namna dunia hii. Utaumia mimi nakwambia. Shtuka mapema, bado una nafasi. Usiufanye moyo wako mgumu. Tubu, okoka. Ndio. Nakueleza ukweli. Si haujui siku wala saa. I tell you. Up to you. Kashetani kajanja. Kana kupigisha magoti. Unanyenyekea. Ukiniabudu nitakupa magari. Ukiniabudu nitakupa mapesa. Unamwabudu shetani. Saa nyingine hauambiwi kwamba ni shetani, lakini ni yeye. Macho. Kuwa macho. Kwa hiyo neno la Mungu linakusihi leo. Kataa tena katika jina la Yesu. Sema sitaki kufanana na wa dunia hii. Mimi si wa dunia hii. Nipo tu. I'm just around here. I'm just a passerby. Hapa si kwetu. Niko njiani. Ninasafiri. Ninakwenda mbinguni. Haleluya. Sema amina. Sema asante Yesu kwa neno lako leo. Yes. Mungu alibariki neno lake hili, kwa sababu nimeona linasaidia watu. Nimeona watu wengi wataokolewa. Amina. Asante Yesu kwa ajili ya neno hili. Ni hatari sana
iko hivyo. Kataa shetani asikupeleke mbinde. Shetani ni mjanja nye. Kana mbinu msikaonage. Ye mnakaona mapembe mnafikiri ni kambuzi au ni kang'ombe. Wewe shetani sio ng'ombe, sio mbuzi. Kana akili, sema kana zitumia vibaya kupotosha. Shetani ni hatari. Kwa hivyo ukitaka kumiliki dunia hii, unakuwa unamiliki ubatili. Yaani unamiliki hewa. Upepo tu, kujirisha upepo. Mimi sikufichi, kwani kufiche? Mimi naongea kila ambacho Roho wa Bwana ananiambia kueleza. Yaani vikipita hapa mimi nakupa tu. Kwani ni mimi? Hata usiniraumu. Kwanza hata sistahili kulaumiwa, natakiwa kushukuriwa. Natakiwa hata kushukuriwa kwa sababu Mungu anapitisha vitu muhimu katika kinywa hiki. Ni bahati kukutana na neno la Mungu kama hili wewe ukilipuuza kazi kwako. Jamani, mimi nataka niwaambie kitu. Yesu wetu ni wa thamani. Yesu wetu ni wa thamani na heshima kuu sana. Na tena nikueleze, imani katika Yesu Kristo ni imani kuu ya pekee juu ya vijiimani vyote viwavyo vyote vile. Lakini kwa kushindwa kwetu kulinda viwango au kwalite zake, vinamshusha hadhi Yesu wetu. Vinamshusha hadhi. Ndio maana inamuuma hata Paulo. Hata mimi sikufichi, inaniuma sana. Kwa kweli ni udhalilishaji. Kumdhalilisha Yesu, kumshusha hadhi Yesu Kristo, Mungu Bwana wetu atupendaye. Kwa sababu mienendo ya watu wanaoitwa kwamba ni watakatifu, au watu wanaoitwa kwamba ni watu wa kusali kabisa, waumini au Wakristo au watakatifu au watu waliookoka, wanaitwa hivyo, au ni kweli waliookoka. Sema tu vitu vya kuzubaisha vinavyokuja kuwachanganya na kuwavuruga, halafu wanachanganyikiwa wanapotoka. Hiyo hali ambayo ndio nimesema inashusha hadhi ya Yesu Kristo wetu machoni pa wasioamini, machoni pa wapagani. Unanielewa vizuri? Au hata machoni pa shetani. Inasababisha ka shetani kajikuti kana mdharau Yesu wetu au kumcheka kwamba angalia sasa huyu Yesu ana kitu gani, ana nguvu gani? Si watu wake wote niko namaliza na wachukua. Hata wale ambao wanashinda makanisani na wanajiita wameokoka, wote si ni wangu tu. Mavazi ya mitindo ya aibu ndio wanaenda nayo makanisani. Sasa kwani wanatofautiana? Wale si ni wangu? Kwani kuna kanisa la mtu kwenda amevaa nusu uchi? Wale ni watu wangu. Sasa kama mtu kanaingia kanisani kako uchi, ni ibada gani katika ibada za kale au mahali alipohubiri Yesu Kristo ambapo watu walikuwa naingia wako nusu uchi ndani ya kanisa? Siri jambo mimi wanapenda kuliongea kila wakati. Unafanana kabisa na wa dunia hii wakati wewe unaitwa ni Mkristo. Muumini mzuri kabisa, lakini dukani mwako pamejaa hirizi. Ofisini mwako mazindiko tu ndio yamejaa. Sasa wewe utasema wewe si wa dunia hii? Kwani unamwona Yesu hatoshi? Au haujiamini? Una mashaka kwamba ukiombea ofisi yako kwamba Yehova yule na kusi katika jina la Yesu Kristo ali hai, na iweka ofisi yangu hii katika viganja vya mikono yako.
uweke ulinzi wako thabiti ndani ya ofisi hii. Shetani yote yule atakayethubutu kuleta ushetani wake humu ndani, ukampige, ukamharibu katika jina la Yesu Kristo. Ashindwe katika jina la Yesu Kristo, Bwana mkozi wangu. Amina. Yani una mashaka kabisa kwamba ukiomba hivyo hayo maombi hayatatenda. Kwa nini una mashaka? Kuna mahara pana sababisha una mashaka. Wewe mwenyewe unajijua, ndio maana una mashaka. Kama hauna mashaka, maombi ni zaidi ya uchawi. Nani hajui? Kama hauna mashaka, maombi ni zaidi ya mazindiko. Sasa kama wewe ni mlokole, umeokoka, mazindiko ya nini kwenye duka lako? Si utulie huko duniani basi, ujulikane wewe ni wa dunia hii. Acha kudanganya watu. Kwa hiyo tuache kumdhalilisha Mungu, tufanane na waenda mbinguni. Sawa? Pia Warumi sura ya 2 na mstari wa 24 panatuambia kwamba mataifa wanalikufuru jina la Mungu kwa sababu yenu. Acha tufungue kabisa tukapasome. Ni Warumi sura ya 2. Acha tuanzie mstari wa 17 tuishie mstari wa 24. Uone jinsi ambavyo kitendo cha kuifuatisha namna ya dunia hii ambavyo kinamtukanisha sana Mungu. Tena ndio maana Mungu lazima anapata hasira. Warumi sura ya 2 mstari wa 17. Tutasoma mpaka mstari wa 24. Lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Torati na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe u kiongozi wa vipofu, mwanga wao walio gizani, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga, mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika Torati. Basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba. Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenye, yani naparudia, wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe. Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe. Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu. Wewe ujisifuye katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuishi kwa kuiasi Torati. Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Unaona kitu? Kumtukanisha Mungu. Unakuta wale wapagani kwa wanasema, wanajifanya warokole, wanajifanya umeokoka kitu gani? Si kila siku tuko nao kwenye ba. Kwani si kila siku tunakutana huko kuzimu tukienda kwa shetani kwenda kwenye vikao. Sasa anahubiri nini? Anajifanya pasta. Mbona kila siku tunakutana kwa waganga wa kienyeji? Sasa yule anajifanya anaimba kwaya, eti anahubiri. Mbona ni mlevi? Tunakunywa naye kabisa yule. Kwanza hata ni maraya. Sasa anasali nini? Si bora aje? Kila siku Bwana asifiwe. Yesu nakupenda. Oh, Mungu ni mwema. Mungu gani? Hapo Mungu anakuwa yuko anatukanwa kwa sababu yenu. Kwa hiyo ni hatari sana kuwa unaitwa umeokoka, lakini sifa zako ni za kishetani. Wewe ndio mchonganishi, wewe ndio mgomvi, wewe ndio mwizi, unaiba vya wanadamu, unaiba mpaka na vya Mungu, unawanga, lakini kwenye ibada hukosi. Yani hauna tofauti hata kidogo kabisa na wa dunia hii.
Mungu akuhurumie. Tuombe kwa ajili yako. Mtakatifu wa Mungu Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nina imani upo mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuona. Uwepo wako niko nauona. Ninauona, ninausikia moyoni. Katika jina la Yesu Kristo, na kuomba uwepo wako utende kazi kwa mtu huyu ambaye yuko anajuta. Muone, tazama jinsi nafsi yake inavyojuta, inasikitika. Yuko anatubu moyoni, yuko anajichukia kwa matendo yake mabaya yanayomfananisha na watu wa dunia hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo hai, wewe mwenyewe peke yako, nyosha mkono wako, mguse, mponye, mkarabati, mjenge, mwekee uongozi wa Roho Mtakatifu itakayemfuatilia kila wakati, ili kusudi asiweze kuifuatisha namna ya dunia hii, akaweze kuenenda katika namna ya kukupendeza, na hatimaye ukamjalia uzima wa milele. Huyu mama, huyu baba, huyu dada, yule kaka, yule bibi pale, yule babu, hata yule binti na yule kijana, wote, hata wale kule, katika jina la Yesu Kristo hai, ukawasaidie. Katika jina la Yesu Kristo hai, ukawaondolee ile roho ya kupenda vya dunia, watamani vya mbingu kuliko kutamani vya ulimwengu huu. Katika jina la Yesu Kristo hai, na kuomba nikiamini, amina. Ubarikiwe sana.